tulipopokea taarifa ya tume hatujafurahia kabisa, kwa sababu hatujategemea kama wanatoa majibu ya namna hii. Baada ya kuzichambua kwa kina taarifa hizo, japo hatujapata ripoti kamili hadi sasa, tunalazimika kusema wazi kuwa tumebaki na hofu kubwa juu ya mustakabali wa maisha yetu. Taarifa hizi hazijaakisi uhalisia wa maisha yetu ya kila siku, hazijazingatia sauti za maoni yetu na zimeacha maswali mengi ya misingi bila majibu. Kwa kweli tulipopokea taarifa ya tume hatujafurahia kabisa, kwa sababu hatujategemea kama wanatoa majibu ya namna hii. Tulitegemea kwamba wangetuona sisi wana Loliondo kama Watanzania wenzao, kwa sababu tumeumia sana. Ardhi yetu ni ardhi iliyotengwa, ni ardhi ambayo ilikuwa tegemeo kwa sisi na mifugo yetu, na ndio waliotumia mababu na mababu. Kwa hiyo tulitegemea kwamba wale ndugu waliokuja kutuhoji kama tume ya kutafuta haki, tulitegemea kwamba wangetuletea majibu ya kufurahisha, ya kututia moyo tena, lakini imekuja kinyume kabisa. Kwa hiyo ninachoomba, naiomba serikali rejee tena, naiomba serikali wagairi mambo yao ambao walipanga kufanya kwa ardhi yetu hii. Badala ya kushughulikia swala la msingi na kiini cha tatizo ambacho ni haki ya ardhi na ushirikishwaji, mapendekezo yamejikita zaidi katika masuala ya kiutawala kama miundombinu na usimamizi, bila kupendekeza namna mgogoro wa ardhi pamoja changamoto ya mahitaji ya jamii yatakavyotatuliwa. Badala yake tunavyoona sasa hivi ni ukamataji mkubwa wa mifugo, watu kupigwa na watu wamepata taharuki kubwa sana kwenye haya maeneo yetu. Leo ukiona gari la hao wahifadhi, watoto wanaingia hadi shimoni kujificha, kwa sababu wakipatikana wanapigwa, wawepo mpakani wasiwepo mpakani wanapigwa. Kwa hiyo mimi ombi langu, naiomba serikali, namuomba Mama Samia atuokoe, kwa sababu tunaisha. Sisi jamii ya Kimaasai tunaisha, hatuna tena mifugo, tumekuwa maskini na watu bado wanapigwa. Kwa hiyo langu ni hilo.